Nyie mnaenda wapi? Swali gani wewe unaniuliza? Hauoni tunaingia ndani au? Hivi we dada, una akili timamu kweli? Unakutana na mtu njiani, humjui, unakubali kuja nyumbani kwake, unajua huyu ana malezi gani? Na wewe mjomba, umekumbuka kunywa dawa zako? Huyo mtoto ni mshenzi. Ni vidonge gani? Vidonge gani ambavyo unazungumzia hapa? Wewe unaumwa mjomba. Mbona hivi anachoongea huyu anamaanisha au? Achana naye, huyu ni mtoto. Usiniambie niachane naye. Anaongea kabisa kwamba si unakumbuka kwamba unaumwa. Yaani ina maana unaumwa. Nimeshakwambia huyu ni mtoto. Hajui anachokizungumza. Mtoto ana kumbukumbu kabisa kwamba mjomba wake anaumwa. Anaweza akawa mtoto kati ni mkubwa, huyu anamaanisha kabisa anachokisema. We dada, nikifumba ambacho nikifumbua nikuta umeondoka. Wajomba, naomba msikilize. Noshad, Morin, tumeshafika nyumbani hapa. Kama ambavyo mlipewa maelekezo nyumbani kwenu kule, mmeambiwa mje huku, sio mje kuleta fujo. Sawa? Sasa muwe watulivu. Kitu ambacho mimi sikipendi ni heka za hapa. Ndio maana nilikuwa napinga sana nyie kuja huku. Kwa sitaki mnisumbue. Na ikizingatia huko ndani naishi peke yangu. Kwa na nyinyi mmeongezeka. Hakuna mwanamke huko ndani. Tupo mimi na nyinyi. Sasa mchafue hapa ndani, mkitegemea mimi nitakuja kufanya usafi, hilo haliwezekani. Tumeelewana? Ndio. Sasa nione ukofu wenu sasa mnaanza kufanya. Chumba chenu cha kulala ni kile ambacho tunaweka nguo. Na wewe Morin, utakuwa unafanya usafi ndani. Wewe ni mkubwa, afu mwangalie mdogo wako. Sawa Wewe ni jembe. Sasa ulete usumbufu wako, uone nitakachokufanya. Nitakufanya kitu kibaya. Tumeelewana Noshad? Sawa. Wewe itikia tu hivyo. Nengeneka. Afu utakuja kuona nitakachokufanya. Kingine, nyie hapa ni mtaani, ni wageni. Kwa hiyo sitegemei kuwaona mnaenda kuzurura ovyo huko. Usije nikapotea. Sasa jifanyeni mmepata marafiki. Wakwenda kuwatembelea. Kwa maana nyie mna ndugu huku mjini sasa. Nitawafanya kitu kibaya. Sasa nyinyi mnifanye kwenye ukoo kama mtu ambaye sieleweki. Kaeni kimya, lakini maelekezo yangu myabebe. Sawa Ndio. Tumeelewana? Ndio. Umeelewa wewe? Umeelewa Noshad? Nitawakanyaga. Hivi nyinyi mko timamu kweli? Yaani hata masaa 3 hayajapita mmeshaanza kufanya vurugu ndani. Wewe umevunja kikombe, huyu kajimwagia unga. Hauoni kwamba unga ulitakuwa kupika chakula cha baadaye? Mtakula nini sasa? Yaani haya masaa 3 tu, lakini mshanichosha, yalishachoka. Wewe umekuwa kitu umepasua hicho kikombe. Lakini mjomba, mimi nilikuwa nasikia kiu.
Nimetoka ndio nikanywa maji, kikombe kikamponyoka. Kwa hiyo ulipojisikia kiu ukaamua utumie kikombe cha kunywa chai? Hujaona vikombe vya kunywa maji ili uvitumie? Kwa hiyo lengo lenu ni kuhakikisha tu ndani pakuwa ovyo, si ndio? Sasa nisikilizeni, mimi sipendi usumbufu. Wewe umeshapasua, hakikisha unatengeneza hapa chini pao vizuri. Na wewe unga umeshakula, umeshatafuna unga, haujapikwa lakini wewe umekula, umemaliza wote. Sasa leo adhabu yenu hamli. Mjomba, tusamee. Kwa hiyo samani yako inarudisha nini? Inarudisha ikombe ulichopasua au unga ambao umemwaga? Hapa mjini tunaenda kwa mahesabu. Mimi sitaki mnipasue kichwa bana. Leo hamli na sitaki mtu aje nisumbue. Matatizo matupu tu. Nimeambia sitaki usumbufu. Nimeambia sitaki usumbufu. Mnagonga nini? Yuko wapi mwenzako? Mnagonga nini? Nimeambia sitaki usumbufu. Mbona mnanisumbua? Mjomba, si kuna njaa. Yaani umetoka kula unga hapo ukajipaka na usoni kabisa, hujaridhika, si ndio? Poko unataka tena kuja kudai chakula kingine. Si nimewaambia leo hakuna kula. Kwa sababu umeshamwaga unga ambao utakuwa tupike. Mjomba, tunulie hata chips, nje sina tuuma. Wewe watoto ni wajinga Kumbe ni washenzi Mliambizana mwage unga ili mnulie chips, si ndio? Hesabuni mmeshindwa. Yaani hapa hicho ambacho mmekifanya ndio tunahesabu mshakula, mshamaliza. Lakini huyu kamwaga unga, mimi nimevunja kikombe, sijamwaga unga. Kwa hiyo kikombe kinunuli kwa pesa. Haununui kwa pesa kikombe, si ndio? Kile kikombe ambacho umekivunja naenda kununua, kukifidia. Sasa kwenye kufidia, ile hela ambayo unaenda kununua kile kikombe ndio ilikuwa hela ya mboga. Kwa misingi hiyo basi, leo tumemalizana kabisa kwenye swala ya kula. Huyu kamwaga ugali, kamwaga unga, wewe umemwaga mboga. Kwa hiyo mimi na nyinyi tumemalizana, sitaki usumbufu. Leo hakuna kula, na mjue hilo. Yaani leo tumshakuwa wasumbufu. Mkimaliza wiki nyinyi, si mtaniua? Sasa sitaki usumbufu. Narudia tena, sitaki usumbufu. Leo hakuna kula hapa. Nyie watoto. Ndugu yangu wapi? Hapa mimi na changamoto kubwa sana ambayo inanikabili. Unajua dada yangu kule kijijini aliyefariki aliacha watoto wawili. Mmoja wa kiume, mwingine wa kike. Na katika kikao cha familia wakaona mimi nitoke nao kule nije nao kuishi mjini. Kwa maana nitakuwa naishi nao hapa. Kwa sababu waliona si vizuri sana watoto kukaa kule. Malezi yao na changamoto zilivyo na nini. Ndio kipengele ambacho kipo. Sasa na mimi kinachonisumbua zaidi hapa naishi peke yangu. Sina mwanamke kwamba naweza kaishi nao. Na wale watu nipasua kichwa kweli kweli. Yaani ni wasumbufu mno. Kwa hiyo hadi hapa sielewi ndugu yangu mimi nafanyaje. Naishi vipi na hawa watu? Hapo mimi nadhani nikupe pole na pia nikupe hongera kwa sababu familia ni kuamini na kukupa wale watoto waweze kuishi nao. Na pia ni baraka pia kuishi na watoto. Na kitu kingine, ukisema ukae nyumbani uweze kuwalea wale watoto bila kwenda kazini, sio kweli. Inabidi uende kazini kupambana, uwaletee chakula, waishi maisha mazuri. Sasa kitu ambacho mimi naweza kukushauri ni kitu kimoja tu. Uweze kutafuta dada wa kazi
ambaye atakayekuja kuishi hapa, kuwalea na kuangalia watoto kipindi ambacho utakuwa haupo, umeenda kutafuta riziki. Kwa tabia zao wale watoto nilivyowaona, yani ni ngumu sana kuishi na dada wa kazi. Sidhani kama atatoboa. Kuna changamoto kubwa sana ya kuishi na wale watoto. Sasa anyway, wazo lizuri. Sijui tunaweza kumpata vipi dada wa kazi. Ni rahisi sana, kwa sababu hata mimi dada wa kazi ambaye naishi naye nyumbani, kuna mdada nilimtumia kunitafutia yule mtu. Kwa hiyo nitamwambia ombi lako, kama tukikosa kule, yule ambaye naishi naye mimi ninaweza kukupa ili aje kukaa na watoto. Sika wale dada wa kazi wa Singida nini? Amna, ni watu ambao wanaweza kujiheshimu, akampa malezi mazuri mtoto wako, maisha mengine yakaenda. Na vipi, lini sasa? Leo au? Hiyo so leo, lakini kuanzia muda wote, kuanzia sasa anaweza akafika hapa nikimwelezea tu yule dada. Nitashukuru sana ndugu yangu kama utanisaidia kwenye hili. Usijali, tupo pamoja, ni familia moja, kwa sababu lazima tusaidiane mambo madogo kama haya. Vipi mishe zako zinaendaje? Harakati zinaenda, Mungu anasaidia. Kikubwa uhai na uzima, tupambane, joto la usiku la mchana tulipate. Hivyo karibu sana. Kama kawaida yenu, usumbufu ndio kitu ambacho mnaumbiwa. Mnatupa vitu ovyo tu bila mpangilio wa msingi. Mlikuwa mnaangalia nini? Cartoon. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Kwa hiyo jisikie huru kabisa, sawa? Asante sana. Yeye vipi? Mbona msalimie? Shikamoo mjomba. Marahaba. Kwa hiyo mwingine hamjamuona? Shikamoo. Marahaba, mjambo. Jambo. Kwa mpaka mwambiwe ndo msalimie. Hamwezi kuona watu wazima wamekaa hapa wamefika, msalimie nyie mpaka mwambiwe. Jisikie uko nyumbani kama nilivyokuambia. Hawa ni watoto wa dada wangu niliachiwa. Ndo naishi nao hapa nyumbani. Kwa hiyo na mimi kwa sababu ya ubizebize wa kazi ndio maana nikatafuta mtu ambaye atakuja kunisaidia hapa nyumbani kipindi ambacho mimi niko bize na majukumu mengine ya kazi. Kwa hiyo hawatakusumbua. Ni watu ambao watakufanya maisha yako yawe vizuri hapa nyumbani. Sawa? Na nyinyi msije kumsumbua dada. Sasa jifanyeni na nyinyi mnajua ruti za humu ndani, mnajua kufanya kila kitu ambacho kiko humu ndani, msumbue dada wakati amekuja kuwasaidia kazi. Nitawaburuza. Sasa mjomba, mbona unapenda kujamulia mambo? Unamleta dada kazi bila sikujua. Kweli? Kwa hiyo niwaambie nyinyi kama kina nani? Kwamba mkikataa ndio dada wa kazi asije, si ndio? Halafu nani atakuwa anawasaidia kazi humu ndani? Mnataka mimi ndio niwe naamka asubuhi na nawasaidia kazi kudeki humu ndani, kusafisha swini, kuwapikia ndio niende kazini? Au nikiwa kazini huko mkapata matatizo hapa nyumbani, nani atawasaidia? Sasa sikilizeni. Mmeshaanza huu mdomo wenu hapa. Ole wenu. Nisikie mnamsumbua dada wa watu. Mpeni ushirikiano na utaka. Tumeelewana? Huyu ni mkubwa kwenu. Sasa mletee ujinga. Nitawakata hiyo midomo nyinyi wote wawili. Sawa wewe? Hivi Richard, umependezwa na alichofanya mjomba kumleta dada ya kazi mundani? Hata sijapenda, kama hata angeondoka hata leo. Au mpendi? Kumbe wewe upo kama mimi. Asa subiri, dawa yake ipo jikoni. Tunamfanyia vimbweka mpaka ajute kuingia kwenye nyumba, umesikia? Sasa tunamfanyaje? Wewe hilo niachie mimi. Umesikia? Wewe sikilizia milio. Tunamaliza kama chizi.
Dada. Dada. Be. Jo. Hiki ni nini? Kwani kuna nini? Yaani chumvi uliyoweka kwenye hiki chakula ni kama umehamisha ziwa Tanganyika lote, umelihamishia kwenye hiki chakula. Yaani umeweka Uvinza nzima humu. Just imagine. Chakula binadamu kweli unamwekea chumvi ya namna hii? Unataka tuugue, si ndio? Yaani leo siku ya kwanza tu kazini, lakini ushaanza kujaza chumvi. Ndio nyumbani kwenu mnapikaga hivi? Ndio unapigia watoto wako hivi? Mbona mimi nimepika tu vizuri na chumvi nimeweka kiasi kutokana na chakula. Kwa hiyo wewe kwa ufikirio wa kawaida, chumvi ya kawaida ndio hii, si ndio? Kama chumvi ya kawaida ndio hii, mkijazi itakuwaje? Yaani sasa mtu ameamua kuzidisha chumvi kwenye chakula tofauti na hapa, itakuwaje? Si mtajaza roli zima nyinyi? Hebu kionje hiki chakula, halafu niambie, hiyo chumvi ya kawaida au unazungumzia ukawaida gani? Labda kikwenu unaweza kawa kawaida hiyo. Samahani kaka. Msamehe. Naomba nikuletee chakula kingine. Utajua wewe. Mjomba. Ndio Mahmud. Shikamoo mjomba. Marahaba. Mjambo. Jambo. Na shida gani? Sisi tuna kazi tunataka tukugee. Kuna kazi mnataka mnigee? Kazi gani? Tuambie kwanza, utakubali? Niambie kwanza ni kazi gani? Nyie mna akili timamu kweli nyie? Kwa mnanisimamisha mimi hapa na vurugu zote, kuna kazi mnataka mnipe. Kazi nyie ndio hiyo? Lakini mjomba, sisi hatukufanyishi kazi bure. Tunakulipa. Rishadi, muonyeshe kwanza hela. Afisa. Fanya kazi kwanza. Basi sawa. Na wakuta sasa hivi, sawa Mstoke hapa sasa hivi na wakuta. Dada, njoo mara moja, kuna shida. Haya, nakuja.
Vipi Rishad? Ulifanikiwa kuweka ule kuku? Dada, wasikilize milio. Nisikilize milio. Gonga 5. Ni watoto mnataka kuniua. Mmenekea upofu. Rishad! Mnataka kuniua, ni mmenekea upofu. Mama. Wewe vipi? Mbona haiyai hivi? Nisikilize nikwambie. Siwezi kuishi na watoto zako humu ndani. Wamekufanya nini tena? Watoto wako wakuniwekea upupu mimi kwenye maji yangu ya kuoga. Wanataka kuniua mimi. Hawa watoto au watu wazima? Kiukweli nimechoka. Sasa hao ni watoto wadogo, sio watu wazima. Hata kile ambacho wanakifanya ni kwa sababu ya utoto wao tu. Kwa hiyo unapaswa kuwavumilia. Isitoshe hao ni malaika, hawajui walitendalo. Malaika gani wanafanya kitu wanachokitambua? Wangeniua je, kuniua pupu walivyonikia kwenye maji ya kuoga ingekuwaje? Kwa kweli nimechoka. Naondoka. Naondoka zangu. Rishad! Morin! Morin! Hivi nyinyi watoto mna akili kweli? Mmemfanya nini wa dada wa kazi? Nauliza nyinyi, mmemfanya nini? Hatujamfanya kitu mjomba. Aha. Kwa hiyo yule ni mpumbavu. Kiasi kwamba anaweza kujiamlia mambo tu, awashwe, asema ameweka upupu bila nyinyi kuweka upupu, si ndio? Si mmeweka upupu kwenye maji ya kuoga? Hivi kweli kwa akili ya kawaida unawezaje kumwekea upupu kwenye maji ya kuoga mtu mzima kama yule? Si anaweza kuwazaa nyinyi? Halafu leo mnamwekea upupu dada wa kazi. Kazi za humu ndani nani anafanya? Nani anafanya? Kwa hiyo mnanichukulia mimi zezeta Sasa leo nataka niwaonyeshe namna gani ambavyo kwenye hii nyumba mnatakiwa kuishi. Sawa Njoni hapa. Mnaenda wapi? Swali gani wewe unaniuliza? Hauoni tunaingia ndani au? Hivi we dada, una akili timamu kweli? Unakutana na mtu njiani, humjui, unakubali kuja nyumbani kwake, unajua huyu ana malezi gani? Na wewe mjomba, umekumbuka kunywa dawa zako? Wewe mtoto ni mshenzi ni? Vidonge gani? Vidonge gani ambavyo unazungumzia hapa? Wewe unaumwa mjomba. Mbona hivi anachoongea huyu anamaanisha au? Achana naye, huyu ni mtoto. Usiniambie niachane naye. Anaongea kabisa kwamba si unakumbuka kwamba unaumwa. Yaani ina maana unaumwa. Nimeshakwambia huyu ni mtoto. Hajui anachokizungumza. Mtoto anakumbukumbu kabisa kama mjomba wake anaumwa. Anaweza akawa mtoto kati ni mkubwa, huyu anamaanisha kabisa anachokisema. Wewe dada, nikifumba macho nikifumbua, nikute umeondoka. Vicky,